na wenge. Kwa tunapumzika pamoja hapa, nimeota ndoto mbaya sana. Tatizo unalala mchana. Vipi umekula? Sijala blaza. Ndio maana unaota ndoto hizo. Poa, fanya basi mpango hapo chapo. Hiyo haina shida blaza. Swala ulioniambia kwamba wewe unataka kuolewa. Nimejitahidi sana kuongea na babako, nimejitahidi kumwelekeza. Yeye anavyodai baba anasema kwamba yule atakayekuwa wa kwanza kuja kuleta barua hapa nyumbani, kuja kuonekana mama, ndiye atakayekuwa leo. Sawa mama, mimi nakuelewa. Lakini mama usichoke kunipambania. Kwa maana yule mtu wangu alikuwa ananipenda kwa sababu ya kuchunga sana. Kumbuka kusema kwamba ataipata ile hapa kwa kama haraka. Kwa nini usichoke kuongea na baba? Kwa kweli mimi nampenda sana yeye. Sawa mwanangu. Lakini kama kweli huyo mtu ambaye wewe umeongea naye yupo tayari, basi mwambie hawai, maana chelewa utamkuta mwali sio wake. Sawa mama, mimi nimekuelewa yote uliyoongea. Basi naomba mimi nitoke nikaonane naye ili nimuelekeze. Sawa mwanangu, lakini si unajua babako jinsi alivyo mkali, huwai kurudi. Sawa mama, mimi nitawahi mapema tu. Hata sichelewi. Baadaye. Haya. Poa, vipi? Safi kwema? Fresh. Niambie. Poa. Nimekuja kuitikia wito mama. Ni kweli, kwa sababu naona uko kimya, mtu unipe majibu yoyote na unajua kwamba kesho kuna mtu anaweza kaja kuleta posa nyumbani. Sasa unapokuwa unakaa kimya, mimi nashindwa kuelewa kwamba ni nini. Yaani jue, sio kwamba nipo kimya kama napenda. Ila nini? Lakini ni masuala tu ya pesa. Sasa pesa hizo siku zote jamani. Unajua kabisa nikija bila pesa nyumbani kwenu hawawezi wakanipokea. Najua, lakini ni muda mrefu tumezungumzia hilo. Kweli, nilikuwa nataka niongee na mdogo wangu tuuze shamba. Ili mimi nipate pesa nije nilete nyumbani. Hivi unajua unachekesha sana. Sasa baba mdogo wako anahusiana nini jamani? Ujue zile ni mali za urithi. Kwa hiyo kwa siwezi nikafanya maamuzi peke yangu. Sasa wewe si mkubwa una maamuzi. Mdogo wako anakushindwaje? Mdogo wako anakushindwa vipi? Sikia nikwambie. Mimi sitaki kuona mwanaume mwingine tofauti na wewe. Najua. Asa kama unipenda ndio kama nilioa mwanaume mwingine. Sawa. Amna, sikia, umesikia? Kwenye swala la kukupenda, mimi nakupenda sana na ndio maana nataka nipambane kwa kila namna ili mimi niwe na wewe. Hakuna ambacho kinaweza kikatuzuia. Ni vile tu nilikuwa nataka nifuate taratibu za pale. Unajua, mashamba ya ulisi, natakia nimshirikishe. Mdogo wako anakushindwaje? Mdogo wako anakushindwaje? Basi sawa. Ngoja mimi niondoke zangu. Hata hivyo ni muda wa baba kurudi sasa hivi. Sikia za. Ujue mimi sasa hivi naenda kupambania. Nitatumia ukubwa wangu imradi tu akubaliane na mimi tuuze lile shamba. Ndio hivyo. Nakupenda sana mama. Basi sawa baba. Bye. Sitaki nikupoteze ujue. Basi sawa, nakupenda.
mke wangu, afadhali umekuja, kwa sababu kuna vitu ambavyo nikaa peke yangu sipati jibu lolote, kitafakari. Kwa hiyo afadhali ulipokuja, kuja muda mwafaka kabisa. Jambo lenyewe unajua, toka wazazi walivyofariki nyumbani hapa tumebaki wawili tu, kati ya mimi na kakaangu, na aliacha nyumba hiyo hapo na shamba kule bondeni, na mara nyingi sana kaka ananiambia kwamba lile eneo tuuze, na mwenyewe nikiangalia tu swala kuuza lile shamba, yeye naona ni vigumu sana. Lakini kama juzi mke wangu, kusema ukweli, nimeota ndoto mbaya sana, na sielewi kwamba hiyo ndoto ina maana gani. Ndoto gani tena mume wangu? Ni ndoto tu mke wangu. Sawa mume wangu. Hapo ndio nakushauri mume wangu. Kuhusu hiyo kuuza shamba. Mjua kuuza shamba mume wangu naitia ugumu. Ukiangalia maisha yenyewe sasa tunatembea, tunategemea shambani. Tulime, tutule. Ni kama kwangu umekuwa mtihani mzito. Kwani kwangu ni mzito mno. Na ukitegemea na hali yangu ndio hili ndio mjamzito. Sasa ukiuza hiyo shamba, familia yetu itakula nini? Na tutaishije? Mimi nakushauri utapa mume wangu, mkae ongea na kaka yako, msiuze hilo shamba, ndio itasaidia hapa sasa hivi, baadaye hata yeye itamsaidia. Ndio hilo mume wangu. Sawa mke wangu, ndio maana najivunia sana kuwa na wewe, kwa sababu ningechelewa nisingekupata, ningeumia sana, kwa sababu ningekupata hivi na tupo wote. Najivunia sana kuwa na mke wangu. Basi sawa, mimi nitakaa nitafikiria hivyo, kwa sababu hata mimi mwenyewe sipendi sana ile eneo liuzwe, ila ninapomwona blaza sijajua kwamba ana nia gani, maana ndoto ile inanitisha sana sana, ile mpaka mwenyewe naingiwa na uoga. Ndio mimi ndio mshauri wangu, kama kuna jambo la muhimu utalifanyia kazi, kingine kama alifai tuachana nalo. Basi sawa, hiyo haina shida. Vipi? Salama. Sawa. Barikiwa.
Hivi mdogo wangu na akili kweli wewe? Una maana gani mpaka unaongea hivyo? Wewe mwenyewe unajua kabisa hiki kibanda tumeachiwa na wazazi wetu, na kile kitanda ndio alichokuwa analala baba na mama, lakini wewe unakuja na mtu wako unalala naye humu ndani. Hivi kweli uko sawa sawa kweli? Alafu yule mtu wako tayari ni mjamzito, lakini mdogo wangu naona unaichapa hivyo hivyo. Unajua blaza, ni bado sijakuelewa blaza. Okay, tuachane nayo mama. Sasa ile issue ishapata tayari mteja. Nadhani baada ya muda kidogo tutaenda tukafanye mauziano ile shamba. Tutapata hela nyingi, tutabadilisha nyumba yetu hii na pesa zingine zitabaki. Tutafanya shughuli zetu ndogo ndogo. Unaionaje hiyo? Blaza, unajua kuna wakati mwingine unajivunia kwa sababu ni mkubwa, lakini maamuzi unayoyafanya, kwa sababu kuna maamuzi mengine unajichukulia wewe kama wewe, ila kama umeamua wewe ndio ulifanya hivyo basi sawa, ila kwa upande wangu mimi bado kabisa. Ila kama unaenda kuuza wewe kama wewe, nenda. Sema mengi sana kuongea. Okay, sawa. Sasa kwa kuwa tayari nilishakuwa nimeshaongea na yule mnunuzi, basi itabidi mimi niende nikamzuie, maana nishaongea naye tayari. Blaza, hiyo utajua wewe, kwa sababu kipi unawatafuta mimi kunishirikisha. Kwa hiyo sasa uende ukawaambie, usiende kuwaambia, hiyo ni juu yako. Dunia